Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Joseph Simon Charles, ni mkandidati wa shirika la Mtakatifu Agustino. Nipende kukaribisha tafakari juu ya historia fupi ya ibada ya njia ya msalaba. Ibada ya njia ya msalaba ni ibada ya kipekee inayolenga kumtafakarisha Mkristo juu ya mateso ambayo Yesu Kristo aliyapitia kwa ajili ya ukombozi wetu. Ibada hii alikuwa kwanza kuisali alikuwa ni Bikira Maria, alipokuwa anapita mara kwa mara katika njia ile kwa ajili ya kutafakari fumbo na ukombozi wa wanadamu. Ibada hii ilianzishwa mwaka 1342 na wafuasi wa Mtakatifu Francisco wa Asizi walipokabidhiwa uangalizi wa maeneo ambayo Yesu Kristo alipita katika nchi takatifu kule Israeli, yaani mji wa Yerusalemu. Na vituo vya njia ya msalaba viliruhusiwa kuwepo katika makanisa na mapadri wa Francisco tu, lakini baadaye mwaka 1862 ilipitishwa idhini rasmi kuwaruhusu maaskofu au wawakilishi wao kusimika vituo vya njia ya msalaba katika makanisa ambayo walikuwa wanayaongoza. Kwa hiyo kupitia njia ya msalaba pia tunaweza tukapata rehema mbalimbali kama tunavyosoma katika sala ya mwanzo unapoanza njia ya msalaba. Rehema hizo ni zipi? Njia ya msalaba inatoa rehema kamili kwa muamini ambaye anasali njia hii ya msalaba kwa uchaji na kutafakari kwa kina mateso ya Kristo. Na rehema hizi hufuta adhabu za muda kwa dhambi ambazo zimekwisha kusamehewa. Kumbukwe kuwa njia ya msalaba haiondoi dhambi, ila inafuta zile adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo zimekwisha kusamehewa. Lakini pia kufuatana na mafundisho ya Kanisa Katoliki inafundisha kuwa muumini ili aweze kupata rehema hizi kamili anapaswa kwanza shiriki sakramenti ya kitubio, kisha kupokea Ekaristi na kufanya ibada hii ya njia ya msalaba kwa nia ya Baba Mtakatifu. Lakini pia rehema zinazotolewa na njia hii ya msalaba pia husaidia muamini kufanya toba ya kweli na kuomba msamaha wa dhambi ambazo zimekwisha kufanywa. Na hizo ni baadhi tu ya rehema na neema ambazo zinatolewa kupitia njia ya msalaba muumini anapoisali kwa uchaji. Na kuna mifano ya baadhi ya watakatifu ambao wamekwisha kusali njia ya msalaba. Mfano mojawapo ni Mtakatifu Padre Pio, alisali mara nyingi ibada hii ya njia ya msalaba kutafakari mateso kwa kina. Lakini pia Mtakatifu Rita wa Kashia katika mlima kule Kashia alikuwa anaisali muda mwingi. Lakini pia Mtakatifu Katarina wa Siena naye pia alisali ibada hii ya njia ya msalaba. Kwa hiyo tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresima, tujitahidi kusali njia ya msalaba ili tuweze kupata rehema ambazo zimetolewa na Kanisa kwa njia ya kusali ibada hii. Tumsifu Yesu Kristo.